sana sana maneno ya Ojwang, nataka kuongea maneno ya Ojwang. Naona maneno ya Ojwang nimekubali sahihi na haipoa. Maneno ya Ojwang inaenda njia mzuri sasa. Vile tunafuata kotini inaenda vizuri sana. Na maneno ya Ojwang tunaona ukweli inatoka. Tunaona imebaki tu mambo ya Mangathi kupeleka Ojwang Mangathi, ndio hapo nimeona imebaki. Tuliona vile Ojwang alisuka na gari hapa, vile Ojwang alipelekwa mpaka kwa cell, tuliona. Na nataka kusema mtu asichukue maneno ya Ojwang aweke kwa serikali. Hiyo ilikuwa kitu ya mtu binafsi. Serikali yuko hapo. Kwa sababu serikali angejua maneno ya Ojwang, zile CCTV ingepatikana. Kwa sababu CCTV ilirabiwa. Na zile ilipatikana wapi? Which means serikali hayuko hapo. Maneno ya Ojwang iko kwa mtu binafsi. Na huyo mtu binafsi, hawa watu wasikwe. Wasiwache. Tena maneno ya Ojwang nilisikia uchungu kama mzazi. Vile nilifuata hii maneno, nilisikia uchungu. Maneno ya Ojwang serikali. Nimeona Omolo Raymond umefanya kazi mzuri. Kwa sababu CCTV ilitoka juu ya Omolo. Naona watu wanaongea juu ya Omolo mbaya sana. Hizi CCTV ilitoka juu ya Omolo. Omolo ndiye alifanya hiyo kazi. Nasema maneno ya Ojwang wamalize hii wiki. Hata kama utamaliza Monday, maneno ya Ojwang, mwenye ako kwa maneno ya Ojwang, hata wakiwe polisi wangapi, waende ndani. Ni uchungu kwa mtoto ya mwenyewe. Kwa uchungu. Kwa sababu watu wangapi wasaongea maneno ya corruption hapa Kenya. Watu wangapi? Ojwang sio mtu wa kwanza kuongea mambo ya corruption. Mtoto ya mtu kama amefanya makosa, kwa nini mkuweka ndani? Kwa nini mnachukua mtoto wa mtu mnaenda kumuua? Na ni mtoto mmoja hivi ya baba mmoja, na huyo baba asakuwa mzee. Huyo baba atapata mtoto wapi? Huyo baba alizaa mtoto mmoja na anasema alihangaika Mombasa kama anapika kware. Amesomeza mtoto yake mpaka university. Mnachukua mtoto ya mwenyewe mnaenda kumuua. Kama alikuwa na makosa, mungeweka ndani, mnasema leta hapa. Mulimweka ndani mtoto mmoja. Na huyo baba saa hii ana mbegu ya kuzaa mtoto tena. Muliwa mtoto yake ana mbegu. Huyo baba amebaki hivyo. Lakini Wakenya ni uchungu. Mimi nilisikia uchungu kama mzazi. Kwa sababu kifo yenye huyo kijana alikufa. Kupigwa mpaka ukufe. Heri mtu akupige na binduki kuliko kupigwa. Hiyo maneno ya Ojwang ndio nilisikia uchungu. Na nimesema serikali ajui hapo. Serikali yuko hapo kwa maneno ya Ojwang. Hiyo ni kitu ya mtu binafsi. Na nimesema huyo mtu hata wakoe wangapi wasikwe. Hapo nimetoka.